Yes, hujambo mwanamichezo, ni wakati mwingine tena. Ni kuombe tu kama bado huja subscribe, basi nenda kwanza kabonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe, like, alafu toa comment yako. Siku hii ya leo, afisa habari wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ally aliweza kuzungumza kwenye channel yao vitu vingi sana, haswa dili la Clatous Chota Chama kuweza kutua ama kurejea kwenye klabu ya Simba, lakini akasema kwamba Chama hawezi kurudi kwenye klabu ya Simba. Aliweza kukataa, lakini tuliongea naye, lakini akasema kwa sasa hawezi kurudi kwenye klabu ya Simba. Ndio maana Singida Black Star wameweza kumtoa Kibabage kumpeleka Simba ili waweze kubaki na Chama, kwamba wataki Chama aweze kutoka kurudi kwenye klabu ya Simba. Lakini akaendelea kusema kwamba Simba wanahitaji kujenga timu, wapate timu iliyokuwa imara, warudishe makali yao kama ilivyokuwa mwanzo. Simba mwanzo ilikuwa ukisikia unaenda kucheza na klabu ya Simba, basi lazima ujiulize, na pia lazima uingie na hofu, lakini na pia lazima uogope. Lakini angalia sasa hivi timu yote itakutana na Simba haina hofu, haina pressure yoyote. Wanajua kwamba Simba hii ni Simba ya mtoto tu, sio Simba ile ambayo tulikuwa tunaijua sisi, Simba ya kina Babra. Kwa hiyo Ahmed Ally amesema kwamba Simba raundi hii lishadogo, wanataka kufanya usajili wa wachezaji wa maana kwa pesa yoyote ile, hata kama iwe shingapi. Wao wanachotaka tu ni kuweza kusajili wachezaji ambao wataibeba ama watairudisha Simba ile ambayo mashabiki wanaitaka, ambayo mashabiki wanaitegemea. Simba ya matumaini, sio Simba ya mateso kila siku. Wanataka Simba iliyokuwa ina matumaini kabisa, ili nao waweze kuenjoy kama wanavyoweza kuenjoy klabu Young African. Japokuwa nao Young African walipitia mateso kama haya, walipitia mateso ya vibakuli, lakini sasa hivi wameamua kujiwekeza sana. JSM kaamua kuwekeza kusajili wachezaji, ndio maana sasa hivi unaona udani ni mkubwa sana kati ya Simba na Yanga, na huko Azam napo wakitia hela kusajili wachezaji. Kwa hiyo maana unaona ligi kuu sasa hivi ni ngumu sana kutoa ubingwa, kwa sababu ukipoteza tu mechi moja, basi mwenzako ambaye anakufuata anakuja kwa spidi, alafu anakuwa imara, hataki kupoteza mechi hata moja. Ndio maana tunaona sasa hivi kwamba vilabu vingi viko makini, lakini Simba aliweza kufungwa na Azam kwenye ligi kuu, kitu ambacho mashabiki wengi kiliweza kuwaumiza, na akasema kwamba tunachokitaka ni viongozi waweze kuondoka ili Simba yetu irudi kwenye mfumo ule wa mwanzo, mfumo ambao Simba walikuwa nabeba makombe mengi, kila kombe wao wanalichukua. Kwa hiyo sasa mashabiki wengi wa Simba wanamtaka kiongozi wao Mangungu aweze kuondoka kwenye klabu hiyo ya Simba, sababu wanaona kama yeye ndiye anayefelisha Simba, yeye ndo kizuizi cha kufanya Simba isiendelee, Simba isipate manufaa, kwa sababu hata ukiangalia wachezaji ambao Simba walikuwa na sajili kipindi cha nyuma ni wachezaji ambao kiwango chao ni kiwango cha kawaida, lakini wana promote kubwa sana, wanafanya promotion kubwa kwa ili mashabiki waweze kuona kwamba Simba wanachukua mchezaji huyu, basi kweli ni mchezaji hatari. Lakini hakuna chochote, kuna janja nyingi sana ndio wa viongozi wa Simba, janja nyingi sana zinaonekana, hasa kuna upigaji wa kifedha, kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao wanakuja, mleta Jobu, wakamleta Fredi, wakamleta nani, lakini viwango vyao ni viwango vya kawaida. Ni heri tukamchukue kijana ambaye anacheza Azam B ukamleta Simba kuliko kuchukua wachezaji wale ambao walikosea Simba kuwaleta, lakini walikuwa ni wachezaji wa hovyo kabisa, wachezaji wa pesa ndo kabisa, na ndio maana mashabiki wakasema kwamba viongozi hatuwahitaji tena, tunataka viongozi wachaguliwe wengine upya, wawape nafasi wenzao, sababu hao wamekaa muda mrefu. Kwa wanategemea kwamba wakifanya mkutano waweze kubadilisha viongozi, waje viongozi wengine ambao wanaipenda Simba kidamu, yani iwe na wauma, waje viongozi ambao watakuwa waadilifu. Yani anataka kisikia Simba imefungwa, basi hata moyo wake lazima siku ya asile, lazima waze kwa nini Simba imefungwa siku ya leo, kwa nini Simba imefanya hivi. Lakini viongozi hawa propaganda nyingi, wanaongea hiki, mambo yameisha.
wanajifanya kuzima matukio, lakini mashabiki wapo pale pale, wanamhitaji Mangungu aweze kuondoka ili klabu yao ijirudi Simba ile ya makali, Simba ya 2015. Ilikuwa ni Simba ya moto, Simba ya chama, Simba ya bwaria, ilikuwa ni Simba ambayo ni tishio, Simba inaogopa. Lakini pia viongozi hao wana mazuri yao na mabaya yao, japokuwa wanasema kwamba viongozi shida viongozi, lakini muda mwingine nao pia wachezaji hawajitumi. Wachezaji wa Simba hawajitumi. Ukiangalia Simba, wachezaji wa Simba wanavyocheza na ukija kuangalia wachezaji wa timu wengine wanavyocheza, unaona kabisa kwamba wachezaji wa Simba ni kama vile wamesharizika na maisha ambao wanao, kwa sababu wanakula mshahara vizuri, wanalala sehemu nzuri. Lakini mashabiki wa Simba ndio mashabiki wanaoumia. Mashabiki wengi wanaumia. Mtu anatoka anakuja pale uwanjani, ametoa pesa yake kiingilio, anatoa pale mfano shilingi 20,000, anaingia anaacha familia, lakini anakuja kuiangalia timu yake pendwa ya Simba. Alafu mwisho wa siku matokeo yanatoka pale, Simba imefungwa goli 2. Basi mashabiki ndipo wanapoumia sana. Kwa hiyo kikubwa kwamba tuombe tu uchaguzi upya, uchaguzi ambao utachagua viongozi wapya ili waweze kuiendeleza Simba na kuirudisha Simba ile ambayo ni tishio. Kuna kipindi cha mkutano wa Simba niliona kiongozi mmoja wa Simba aliweza kumtambulisha pale Manzoki na kusema kwamba Manzoki anakuja kwenye klabu ya Simba, lakini la hasha, ilikuwa ni propaganda tu. Hatukuwa na Manzoki wala Bi Manzoki, hatukumwona kuja kuitumikia klabu ya Simba. Ndio unajua kwamba viongozi wengi wa Simba wanatumia propaganda kuliko kufanya vitendo. Tunataka sasa hivi viongozi wafanye matendo, sio kuongea sana. Ndio maana hebu tujifunze kutoka kwa viongozi wengine kama Engineer Hersi. Maneno kidogo, vitendo vingi. Yeye anaongea kidogo, Yanga bingwa, vitendo vinaonekana. Anaongea kidogo, namtaka mchezaji huyu, namhitaji Aziz Ki, basi vitendo vinaonekana kwamba kweli tunamfuata Aziz Ki, hata kama anahitaji bilioni 1 tunamfuata Aziz Ki. Lakini ukija Simba ukiona mchezaji yule pale ni bilioni 1, basi wanageuza njia wenyewe, wanarudi nyuma, wanasema mchezaji huyu kameenda Kameruni, lakini sio kweli. Inabidi Simba waweze kubadilika, viongozi wa Simba wabadilike. Zama hizi zimebadilika, kila timu sasa hivi inasajili. Ukiangalia mfano mzuri, angalia klabu ya Azam. Timu ya Azam sasa hivi imesajili sajili viungo wa maana pale kati. Ukija safu ya mabeki ndo bala, ukija huko washambuliaji, ukikutana na Mutambala lazima mwenyewe uogope, useme kweli huu ni Mutambala, lazima uogope. Na mchezaji yule ni mchezaji tishio. Lakini njoo sasa kwa upande wa Simba, yaani tishio alikuwa ni Mpanzu na wachezaji wengine, lakini angalia sasa wachezaji. Hapo kingine, kitu cha kumalizia cha mwisho, kwamba wachezaji wa Simba hawajawekewa ulinzi wao pale ambapo mikataba yao inaisha. Ndio maana wachezaji wengi wa Simba wanachukuliwa sana na Yanga, kwa sababu hawana ulinzi, kwamba bwana, tukimaliza mkataba wako kuna kitu hichi na hichi tukusajili ama la. Ndio maana wachezaji wengi wamechukuliwa. Lakini nikuombe tu, kama hujasubscribe, nenda ka subscribe, ka like na ka comment yako. Bye bye.